Mungu iko leo, kesho iko, kesho kutwa iko, na jana alikuwa. Iko tu. I am who I am. Hii sio jina. Hii sio jina, hii iko kama qualification. Kama qualification ile. Taita yake gisi tunasema Mungu ni taita. Lakini jina yake kawaida bado hatujui. Sisi Waislamu tunasema Allah. Uko na bando piga na Aramaic, Yesu anaita Mungu yake na jina gani? Saa yoyote tu, hata kesho kutwa. Unapasha kuuliza hivi. Binasema sisi ni Allah. Mnapasha sema Allah. Mnapasha sema Allah. Yote ni yeye tu. Kristo ndio sasa shida kubwa sasa. Kristo ni kama mpaka mafuta, mfalme. Acha tutafuta kwanza. Nadhani kama haiwezi kosekana, nadhani iko ndani ya Biblia au Kristo. Nadhani iko. Hata kama macho haifanya mzuri, acha tutaona Ukristo, maana ya Ukristo. Wanisha toa. Biblia kila siku wanafanya marekebisho. Hii nilikuwa nayo nyumbani, inaandikwa Kristo, mpaka mafuta, mfalme, kuhani hivi. Yaani Kristo sio Mungu. Na Kristo sio dini. Wala pale kanisani wanakuambia ni dini. Juu ndani ya Biblia wasema kama Ukristo ni dini. Kabisa wasema hivi. Kama na Sunday mnaende uliza pastor, Ukristo ni nini? Dini au ni nini? Sisi atakwambia sisi ni ufasi wa Kristo. Lakini ndani ya Biblia mambo ile haiko kabisa. Jua nini? Yesu anaenda karibu miaka 13 au 7 pale. Njo Ukristo inatoka. Ukristo inatoka aje? Inatoka kwanza, adui ya wanafunzi wa Yesu ule alikuwa kuwaua, kuwafunga, kuwapiga. Yeye ndio sasa anachukua njia kuende Tarso, kuende kutafuta waingini wako pale, kuwapiga, kuwaua. Hao wote ile wanaamini wanauawa wote. Inabaki hapa tusema Jerusalem inabaki wawili tu. Israeli inabaki wawili, Petro na Barnabas. Na Barnabas haiko Tarso, ndio anaende kumuua pale. Lakini Petro anajificha, hawajua fasi iko. Basi koenda anakutana na gisi, yeye anasema amekutanana na Yesu balabalani jangwani. Yesu anamwambia, jua nini huko nauza wanafunzi wangu? Urudi pale oende kujenga wakuwa dini au wafanya imani yao inakuwa ngumu. Wakati ya kurudi anaambia watu yeye anaisha kuwa kama prophet. Yesu anamfanya anakuwa prophet. Lakini Yesu anatuambia 24:23 anasema kama mtu anawaambia anaoniona jangwani, msisadiki. Kama anamwambia niko ndani ya nyumba, msitoke. Kama niko barabarani, mko ndani ya nyumba, msitoke. Juu mimi nitakuwa kama umeme. Kila mtu ataniona, atanijua. Sio kusema nitajificha niongea na mtu mmoja. Tena nasema nini yote, mshahidi yoyote ya mtu mmoja haikubali. Lakini yangu Mungu ananishahidilia. Donc mshahidi yangu kama mimi ndio nasema mambo ni kweli, juu Mungu ni shahidi yangu. Unaelewa? Basi saa ile anarudi anajifanya sasa prophet wala mtume ya Yesu Kristo. Anaanza kusanya wanafunzi wake ile wanaende sasa Taki. Utapata kwa Matendo ya Mitume, wanapasha soma kwa Matendo ya Mitume 11
Matendo ya Mitume 11 Yohana. Matendo ya Mitume 11:26. Hapa. Nisaidie kusoma. Ndio. Ngoja. 14 hapana. 11:26 hapa. Unaona? Ndio. Ndio. Hapo Antiokia. Yaani Ukristo inaanza Antiokia hapo. Wanasanya watu wako na wafundisha. Baada ya kuwafundisha watu wanaona, watu baada ya kuona wanasema mwanamke anataka maji hapa. Njoo watu wanaona wanasema sio wanafunzi wa Kristo Yesu. Njoo wanachukua jina ile mara moja Ukristo. Lakini Kristo sio dini, Kristo ni mtu na iko kama taita ya Yesu. Jina yake ni Yesu Kristo, maanao Mashia mpaka mafuta tuseme. Yaani kupaka mafuta akuwa mkoani, anakuwa mkoani, anakuwa mfalme au mtu mkubwa tuseme. Ndio hivyo. Basi Ukristo inakuwa hivi. Lakini kama tunachambua mzuri, nini ndio wako najifundisha pale ndani? Kitu wako nafundisha, wanachukua paganism ndogo, wanachanga na vitu kidogo ili Yesu amefundisha. Juu wanafunzi wake ndio wako pale. Basi tusema Yesu hajue kitu inaitwa Ukristo, lakini ameisha tahadharisha ndani ya 20 na Mathayo 24 No, 24 kwanza, 24 kwanza ndio tutaende pale. 24 6 3 Yesu 4. Yesu wakati. Ndio. Sababu wengi wakakuja kwa jina langu. Ndio. Basi. Nasikia habari za vita na tetesi za vita. Ndio. Basi. Maana taifa litaendelea kupigana na taifa. Ndio. Wale kupigana na ufalme. Kuna njaa. Tetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Hayo yote ndio uko msomaji mzuri kabisa. Basi Yesu anasema itatokea. Twende sasa 24. Ni hapo tu. 25 hapa 24. Tuende 23 ndio tutaelewa mzuri. 28 22 23. Wakati huo tatu wakati huo mtu akiambia ndio Kristo yuko hapa au yuko kule msiadiki. Ndio. Msisadiki ndio. Kwa maana watatokea makristo wa uongo, ndio, manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu kuwapoteza ikiwezekana hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Ndio. Nyumbani.
msisadiki. Ndio. Maana kama vile umeme utakavyo mashariki unaonekana hata magharibi. Basi Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kuwa popote ulipo mwoga, ndipo watakapokusanyika. basi, hii nitoka kukwambia hapa, ndio Yesu anasema itatokea, na kuna wengine mingi watakuja kwa jina yangu. Yaani Yesu akubali hata dini ikuwa jina ya Kristo, anaisha tahadharisha itatokea makristo ya uongo na manabii wa uongo kwa kutaka kuwapoteza watu. Nasikia yaani, kama unawauliza watasema hii ni imani tu. Imani inatoka wapi sasa? Inatoka Roma. Juu kwanza Roma iko na dini yake, dini yake ile wa Greek wanawaleta mpaka saa hii, dini yao ile iko inaendelea, lakini wanaweka ndani ya kanisa. Hii ndio Mungu pale anasema kwa Exodus 21 wala 20 verse 1 anasema msifanya miungu mwingine ila mimi. Lakini hao wanachukua sasa Mungu tatu, yaani Mungu moja hapa hii kubwa wanamuita Kristos, na Mungu wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Mama. Lakini wanatoa mama sasa, ile wanaingiza kwa Kristo, wanatoa mama, wanasema Roho Mtakatifu. Lakini jina ya Mungu kubwa yao inaitwa Kristos. Kama unafanya history utaona ndani, kama unasoma utaona history kwa Greek na kwa Italiano zamani ni nini watakupatia. Hii ndio wanachukua jina ile wanabandikia Yesu, wanasema jina ile wapatia wa Kristo, wanasema jina ya Yesu Kristo. La, sio jina ya Yesu Kristo kabisa. Ndio hivyo, lazima ujue Yesu ni nani. Kama kwetu tunasema Yesu anasema nini? Yesu anasema kwa Yohana 16, Yohana 16, no, Yohana 14, 16, 14, 16, 12, 15. Anasema nini? Mkinipenda mtazishika amri zangu, mimi nitawaomba Baba, ndio atawapa msaidizi mwingine, ndio ili akae nani hata milele. Basi Ndiye Roho ya kweli, ndio ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, ndio nyinyi maana kweli au ndani yenu. Okay. Maana anakaa kwenu, ndio naye atakuwa ndani yenu. Basi Sitawacha ninyi pima naja kwenu, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Naja kwenu, ndio bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, ndio bali nyinyi mtaniona, kwa sababu mimi ni hai, na nyinyi nanyi hai. wa hai. Basi tunashika maneno tatu hapa. Yesu anasema yeye ataenda. Baada ya kuenda ataomba Baba, atawapa msaidizi mwingine. Ule msaidizi ni Roho ya kweli, atakaa na nyinyi milele. Na huu msaidizi ni warisi wenu. Unaelewa? Murisi mnajua? No, anasema ni sio murisi. Ataka ndani yetu, no, sio koka. Anasema ndani yenu. Huyu ni murisi, ndio atakaa kama anasema siwezi kuacha yatima. Yesu anasema siwezi kuacha yatima. Kwanza anasema nitaomba Baba, atawapatia msaidizi mwingine. Yeye ni msaidizi, lakini anasema msaidizi mwingine. Kama tunaelewa mzuri, msaidizi mwingine ni mtu kama yeye, sio kusema ni kama
kama tusema kama Roho Mtakatifu jinsi wanasema hapana, msaidizi mwingine atakaa na nyinyi milele. Maana hata Yesu anasema na nyinyi itakaa ndani yenu, aje na mafundisho yangu, na yeye atakaa na nyinyi milele, atakuja. Twende 16:7 tutaelewa mingi pale. 16:7 lakini mimi nawaambia ndio yafaa mimi niondoke, maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja, ndio bali mimi nikienda zangu nitamtuma kweli. Basi naye akishakuja ndio atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki, ndio hukumu. Kwa habari ya dhambi, sababu hawaniamini mimi. Basi habari ya haki, sababu mimi ni zangu kwa basi wala hamnioni tena. Basi kwa habari ya hukumu, sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Basi hata bado ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Basi lakini yeye atakapokuja maana hata neno shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atapata habari yake. Ndio atanikuza mimi, kwa kuwa atachukua katika yaliyo yangu na kuwapa habari. Basi na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nilisema ya kwamba atachukua katika yaliyo yangu. Basi hapa Yesu anatufundisha mafunzo sana kubwa. Anasema yeye ataenda, baada lazima yeye aende ndio mtu ile akuja. Kama aende mtu ile hakuje, na kama anakuja atahukumu sheria, haki na tatu nini? Sheria, haki, tuseme sheria. Tutarudi baadaye ndani ya sheria, basi tutajua kama huyu ni nani. Huyu wanasema mambo yake hiyo. Turudi kama pale kwa Waefeso, Warumi, Waefeso, Waefeso 1:13 dua ndani yenu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, ndio habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kuamini, ndio kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Ndiye aliye arabuni ya urithi wenu. Sawa. Ndiye aliye wapi? Arabuni. Arabuni ni wapi? Tukuja Arabuni kwanza, urithi itakuja. Arabuni ni wapi? Arabuni ni Saudi Arabia. Tusema hivyo, Arabuni ni Arabu wasaidia. Kama unataka kujua hii, turudi hapa Mathayo, Isaia 21:13, tujua Arabuni ni wapi. 13. Okay. 13 hapa. Funuo juu ya Arabuni, ndani ya msitu wa Arabuni mtawala. Misafara ya Wadedani, waleteni wenye kiu maji, enyi wenyeji wa nchi ya Tema, endeni kuwalaki wakimbiao na chakula chao. Kwa maana wananikimbia mbele ya panga, panga uliofutwa na upindo uliopindwa. Sawa. Ufunuo ni nini? Nini? Ufunuo. Ufunuo niko kama kitu wanafunulia, kama revelation. Sio hivyo? Hii kama revelation. Sio mwisho, revelation kama
ufunuo, kama kitu inakufunulia. Saa ingine unalala usiku, saa ingine unalala usiku unaota, unasema ndoto hii naota ni nini? Hii inafanana na nini? Unaona? Sasa utaende kutafuta watu ile wanajua ndoto ile, wanakufungulia, wanasema hii inaonyesha njia mzuri. Saa ingine utakuwa tajiri, saa ingine utapata mali, lakini mali ile itapotea. Wanakufunulia ndani ya ndoto. Hii ni ufunuo, lakini ufunuo Mungu anapatia ufunuo kwa wanabii peke yao, sio watu wengine. Unaelewa? Na hii ndani ya Biblia hii ya Isaia, ufunuo anafunuliwa ndani ya Biblia juu ya mtume ile atakuja Arabuni, Saudi Arabia, fasi atatoka. Tafuta ndani ya simu yako baadaye Tema na Dedan, hii jina ya watoto ya Ismaeli. Unaelewa? Hawa wanaishi pale, wanawaita juu kama mnakuja hata nguluni ile iko jina ya mtu zamani anafungua nguluni. Inchi mingi mko naona ile hata Makala, Tabundo, hiyo ni jina ya watu. Tema na Tedani, hii yote wanasema kuelekea maji, watu wa kiu wanakimbia upanga. Yani kuna vita itatokea, na vita ile inakuja, atakimbia vita ile. Huyu atakuja, huyu nabii ile atatoka, atakimbia vita ile, muleteeni maji. Hii ndio ufunuo. Hii ndio ninataka kuonyesha Waarabuni ile, hata ndani ya Agano la Kale wanasema juu ya Arabuni. Maana nini? Kuna mtume atatoka Arabuni, na kuna mtume ile anatoka Arabuni ni nani? Unajua? Hapana. Ndio jua hii ndio sasa tuko hapa. Mtume ile anatoka Arabuni anaitwa Muhammad. Hii ufunuo ile Arabuni ile, yeye sasa hapa Yesu anasema mimi sitawaacha yatima. Ndani hapa anasema huyu alio Arabuni urisi yenu. Sio hivyo. Kama mtu anasema, baba yako anasema siwezi kukuacha yatima, atakupatia nini? Mali, au atakupatia anko, au atakupatia mtu ya kuchunga, au mama yako, au dada ya mama yako, au familia moja. Lakini hauwezi kuacha hivi, atakupatia urisi, kitu urisi kama mali. Sio hivyo? Kama baba yako anasema siwezi kuacha yatima, acha nikuandikia statement yangu, nikuachia, kama mimi nakufa, hii utaonesha, utachukua mali yangu. Sio hivyo? Yani huyu atakuja ni urisi yetu. Yeye ndio sasa atakuwa urisi. Ataacha kama Yesu anatuacha, huyu ndio atakuwa urisi. Yesu anasema pale ndani ya 16:7 kwenda mpaka 25, anasema nini? Anasema huyu atakuja, atanifanya nini? Atanitangaza sana, atanisemea sana, atanitukuza sana. Ulisoma hapa hivi, atanitukuza sana. Mnaona ndani ya Qur'an tuko na chapter special ya mama yake na Yesu. Pia tuko na chapter ile inaongea familia, yani tosema babu yake na Yesu, baba yake na mama ya Yesu. Tuko na chapter special jua hii. Hii ni Biblia ya Kizungu. Hii Qur'ani ya Kizungu ile. Naona hapa hapa 19 tuko na chapter 19. Naona Mary. Naona hii Mary chapter 19. Tuko na chapter 3 inaitwa Imran. Hii ni family of Imran. Hii ni babu yake na Yesu. Tuko na chapter 2 ile inaongea Yesu sana tangia amezaliwa mpaka aende kukufa. Twende hapa 3 ya babu yake ile
twende twi huko hapo na Swahili au na English zote, kama ni zote, hata tusoma Kiswahili, Kiarabu, Kiswahili. Sorry. Hii ndio Biblia, Qur'an kwetu. Unaona hapa inaanza hapa kwende hivi. Kama Biblia hata ya Hebrew, Biblia ya Hebrew tusema ya lugha ya Juif au ya Haramai inaenda itoka hapa kwende hivi. Ya Kizungu inatoka hapa kwende hivi. Unaona? Sasa hapa sura tunasoma na Kiarabu, inaandikwa pia na Kiarabu. Hapa sasa explanation yake wala nini yake wala basi hapa tunasema 3:45. Naona iko kama hii ya Biblia tu 45. Soma. Ndio. Basi ndio. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema mzaa mtoto wa Mungu. Ndio. Ndio neno tu litokalo kwake. Ndio. Wasina ndio. Mwana Maria. Sisi Isa tunamuita Isa Masihi. Hii ndio jina yake anazaliwa nayo. Isa Masihi. Isa. Hii ndio Yesu. Hapa East Africa, hata Yesu tunajua tu East Africa hapa kwetu. Fasi ingine hakuna. Fasi ingine kama Faransa wanasema Jesus. Kama ngambo ya nini ya Brazil pale wanamuita Bebeto. Kila nchi iko na jina yake, lakini jina yake anazaliwa nazo mama yake anampatia ni Isa. Malaika anakuja kupatia Maria mama yake. Twende. Mwana wa Mariamu, ndio mwenye heshima katika dunia na akhira, ndio na miongoni mwa waliopelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ndio naye atazungumza na watu na dini katika utoto wake, ndio katika utu uzima atakuwa katika watu wema kabisa. Twende kidogo. Mariamu, Mola wangu, nitakaje mtoto wangu hali mtu yoyote hakunigusa? Ndio akasema ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu Muumba anavyopenda na anapohukumu jambo inakuwa tu. Ndio na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na Injili na atamfanya mtume wa wana wa Israeli. Ndio nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenyu, ndio na kuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kisha nampuliza mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ndio na ninawaponesha vipofu na wenye mapalanga. Ndio na sorry, kuchukua kidogo. Zakaria alipoingia nyumbani alikuta vyakula pamoja naye. Mariamu akasema, ewe Mariamu, unapata wapi hivi? Akasema, hivi vinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu humruzuku haya bila kuwaza. Basi pale Zakaria akamwomba Mola. Sawa, tunaisha ingia kwa Zakaria. Mimi naona Yesu imeisha, iko 16 tena kama hivyo tu tena iko siti. Acha tusoma hii pale juu iko muhimu, tunataka kufundishwa kitu kidogo ndani. 61 6 kumkeni. Na wakumbusha aliposema nabii Isa bin Maryam, ndio kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenye nisadikishayo yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, ndio kutoa habari njema ya mtume atakaye nyuma yenu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad, maana Muhammad. Ndio maana ya jina hili yote haya ni moja, maana yake shukuriwa, ndio maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri na kila chake, kwani vyake vyote ni vizuri. Lakini alipowajia kwa hoja zilizo wazi, walisema huu ni udanganyifu ulio sahihi. Nasikia hii Yesu anasema waziwazi
mimi wananituma kwa wana Israeli. Yesu hatumwa kwa dunia ulimwengu yote kama jinsi anasema, hapana, anatumwa kwa wana wa Israeli, na anamaliza message yake anaenda, lakini atarudi baadaye kumaliza. Hapa anasema mimi naenda, lakini kuna mwingine anakuja jina yangu, jina yake Ahmad au Muhammad. Kama alitangaza pale, anasema mimi sitawaacha yatima, lakini taomba Baba atawapa mwingine, msaidizi mwingine, ili atawasaidia. Sasa mission ya Muhammad ni iko wapi? Twende 27 21 107 21 107 sorry, yani nashika hivi 21:107. Tusoma hapa, nasi hatuku ndio hatukukuleta, ndio uwe rehema kwa walimwengu, ndio wote. Sikuletwa watu, sikufunuliwa, ndio, ila kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Basi je, umesilimu? Ndio sasa shida yangu kukuja kwako. Umesilimu? Kwanza ujua Mungu mmoja. Juu huyu njo tusema ni uzima ya milele yetu. Uzima ya milele ni nini? Kujua Mungu. Acha twende kwa Biblia. Kusema na kusilimu ni kukuwa Muislamu. Kujua Mungu mmoja, kushahidilia mimi najua Mungu mmoja, na Muhammad ni mtume wake, na Yesu ni mtume wake. Juu kila mtu anashahidilia na wakati yake. Wakati ya Yesu watu kama unataka kupata uzima wa milele, kushahidilia nasema na uzima wa milele ndio huyu. Tusoma Yohana 17:3. Matendo Yohana 17:3. Ndio Yohana 17:3. Uzima wa milele ndio huyu, wakujue wewe ndio Mungu wa pekee, ndio kweli, na Yesu Kristo uliyomtuma. Sawa. Yesu anasema uzima ya milele ndio wakujua wewe Mungu wa pekee. Pekee inamaanisha nini? Pekee yake, hakuna mtoto, hakuna mke, hakuna ndugu, hakuna rafiki. Pekee yake kabisa kwa familia yake. Kujua wewe Mungu wa pekee na kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Yaani Yesu Kristo ni mtume, sio Mungu gisi unasema huwa anakufundisha. Uko na swali? Tuingia na first phase B sasa, kufunulia uzima ya milele ile. Hawezi kosa swali. Oh, ni msomi, mtu msomi hawezi baki bila swali. Juu kitu ni kitu mupya. Juu kitu mupya, msomi lazima akuwe na swali. Sawa. Tuende sasa na uzima ya milele. Yesu anasema na uzima ya milele ndio huyu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mtu yuko nyuma yako. Sawa. Twende Luka 18:18. Tuelewa kitu moja, mtu moja
vitu hivi mtu mmoja anatuambia. Luka 18:18. Luka 18 nadhani 18 iko hapa. Tena ndio mtawala mmoja alimuuliza, ndio nifanye nini ili nipate urithi uzima wa milele? Tunasema pale uzima ya milele ndio sasa Yesu atafasilia kurithi uzima ya milele. Sio hivyo. Twende. Yesu akamwambia, ndio unaniita mwema? Kuna aliye mwema ila mmoja tu, naye ndiye Mungu. Sawa, unasikia? Yesu anasema hakuna mwema ila mmoja tu. Yesu anakanusha, anakataa kabisa, mimi sio mwema, wa mwema ni mmoja tu. Nani sasa? Mungu. Ndio. Fasi ingine, Biblia ingine ya kwanza ile wanaweka jina yake. La kwanza ni Mungu, wanaweka jina yake. Sawa, twende. Wasijua amri. Kwanza wazijua amri. Kujua kwanza Mungu, wazijua amri. Sasa twende. Usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Ndio. Shika utotoni. Ndio. Aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na kitu moja. Uze ulivyo navyo vyote, ukawagawie maskini, ndio, nawe utakuwa na hazina mbinguni, na kisha njoo unifuate. Lakini maliza kwanza. Assalamu alaikum warahmatullah. Leo tulikuwa na dawa mtaani, tunapata ndugu yetu. Jina yako nani ndugu yangu? Nicholas, na tunajadiliana mzuri naye. Tunaweka appointment kesho, ndio tutakuwa kufasilia zaidi uzima ya milele na mitendo yake. Tusema ibada sasa, ibada ile Yesu anasema ndani ya Biblia. Je, Yesu iko na waabudu aje? Iko na abudu Mungu yake aje? Anaabudu kama Wakristo wanaabudu au anaabudu aje? Tutaona kesho. Asante. Assalamu alaikum warahmatullah.